Hapo ni vipi la Apple. So, karibu tena katika kipindi chetu cha kuelimishana mambo mawili matatu, kuwekana sawa. Kijana wako mpole mtifu, mpole, na leo na jambo nataka nizungumze kidogo. Kila mtu anajua. Mimi siongelee vitu adimu, ni vitu ambavyo tunaishi navyo kwenye maisha. Unajua sometime sio kila mtu anayepitia matatizo ama mwenye shida anahitaji kusaidiwa au anahitaji kushauriwa. Kuna muda haya matatizo watu yanawafika kwa sababu tofauti, ikiwemo pengine ni sehemu ya elimu, wanapata elimu kupitia matatizo, pengine ni experience, pengine ni punishment. So kila mtu mwenye matatizo anahitaji kusaidiwa, na sio kila mtu mwenye matatizo anahitaji kushauriwa, kwa sababu matatizo ndio yanatujenga na kuwa imara. Matatizo ndio yanatupa elimu ambayo tunawajua watu wazuri na wabaya. Matatizo ndio yanatufundisha mambo mengi sana katika hii dunia. So sio kila mtu akiwa na tatizo basi unataka kumsaidia. No. Kuna muda uacha haya mambo yachukue nafasi ili mtu ajifunze, ili mtu adhibiwe kwa makosa yote. Na wenyewe wanajua. Ukipitia matatizo kwa njia ya elimu unajua, na ukiwa unaadhibiwa unajua. Wewe ni mwanadamu. So ni fundisho tosha kwamba tunaamini kwamba kama unaamini imani yote ya dini kwamba hata mitume nao walipitia matatizo wakaadhibiwa. Kuna matatizo yalifanya wakapata elimu, kuna matatizo yalifanya imara. Yesu aliadhibiwa msalabani na alipata usaliti, akaadhibiwa. Mtume aliadhibiwa, alipata punishment pale alipokuwa anafundishwa. Alipokuwa anapewa elimu, mtume alibinywa akatoka jasho, kwamba hakuna kitu cha bure. Alipewa elimu kwa njia ngumu sana. Umeelewa? Nabii Yusuf alimezwa. Kwa hiyo si kila mtu mwenye matatizo anahitaji kusaidiwa. Kuna muda kila uache. Na si kila mtu anahitaji kushauriwa na kupata matatizo. Kuna muda iache kazi ya Mungu ifanye kazi. Kuna watu wamefanya madhambi na wanapitia matatizo kutokana na dhambi zao walizozifanya. So hebu kwa mshauri tu. Na nitakupa dalili moja ya kutaka kujua mtu anaadhibiwa. Mtu ambaye anaadhibiwa kutokana na dhambi alizofanya na anapitishwa kwenye hali ngumu ni mtu ambaye ukikutana na mtu ambaye ana shida na ana matatizo, lakini ukimshauri anakuambishi, kumwambia jambo la ukweli hataki. La pili, ukimwambia tu jambo la ukweli tayari ushakuwa adui yake, atakaa mbali sana na wewe. Ukishamwona mtu mwenye dalili kama hizo, unamshauri kitu cha kweli na njia sahihi, lakini akageuka, ule ushauri wako ukamfanya yeye apone wewe ni adui, ama wewe umpendi, ama muone wivu, basi huyo mtu anapitia katika matatizo ambayo ya dhambi na anaadhibiwa. Mwache aende, let it go. Kwa sababu huwezi kumsaidia kila mtu. Kutokana na njia nilizokuelezea, kuna watu wanakuwa wanaadhibiwa, kuna watu wanakuwa sasa wa imara, kuna watu wanapitishwa ili wapate uzoefu wa maisha. Kwa hiyo sio kila shida inabidi tuwasaidiwe na tupewe ushauri. Kuna shida nyingine inabidi usiangalie na usiache. Sio mshauri sana katika shida za watu. Sio msaidizi sana kwenye shida za watu. Kuna shida nyingine ni elimu kwao, wanaadhibiwa. So waache na maisha yao. Asante sana kwa kunisikiliza. Tukutane next time.